Hii ni sehemu ya 3. Tunaangazia majaribio 19 yaliyotekelezwa ili kumuua kamanda na rais wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore. Sote tukumbuka katika sehemu ya 2 tulimtazama afisa huyu mdogo zaidi wa jeshi la Burkina Faso, Ibrahim Traore, wakati anaruka kiunzi na kukwepa mtego wa kifo baada ya wauaji wa kukodiwa waliotajwa kutumwa na mataifa ya Magharibi ikiwemo taifa la Ufaransa kukamatwa na wanajeshi wa intelijensia wa Burkina Faso kabla hata hawajalisogelea lango la ikulu ya Kosiam jijini Wagadugu nchini Burkina Faso. Ili tuende sawa, mtazamaji na mfuatiliaji wetu, katika mtiririko wa stori hii yenye kila aina ya ladha, utamu kidogo, kuvutia na kusisimua, iliyojaa usaliti na ulafi wa madaraka, machungu na maumivu yaliyoambatana na ujasiri wa kuongoza kwa kujitoa muhanga, nikusihi utazame sehemu ya 1 na ya 2. Mara tu umalizapo sehemu hii, ujionee mwenyewe ni namna gani mwanaume huyu anawindwa, si kwa taifa lake pekee, bali hata nje ya nchi, ambapo mataifa mengi ya Francophone, mataifa ya Magharibi na Ghuba ya Uajemi yanamtazama kwa jicho la uadui. Baada tu ya wanajeshi wa Burkina Faso kufanikiwa kulizima shambulio lililopangwa na wauaji wa kukodiwa ambao waliahidiwa kiasi cha dola bilioni 4 za Kitanzania iwapo tu wangefanikiwa kumuua Ibrahim Traore mwishoni mwa mwaka 23 na hata ile mapema mwaka 24, miongoni mwa walinzi wa Ibrahim Traore wakarambishwa asari na sukari na kujaa kwenye mtego wa usaliti dhidi yake yeye mwenyewe. Mara hii wanamgeuka, badala ya kumlinda wanamsaliti na kumfanya windo. Jaribio hilo likapewa jina la nyoka katika ikulu ya Kosiam, na hili lilikuwa shambulio la hatari zaidi kuratibiwa kimbinu na kimkakati kuliko majaribio yote yaliyowahi kufanywa dhidi ya utawala wa kamanda Ibrahim Traore. Walinzi wake wa karibu walipanga na kutaka kumuua katika mazoezi ya operesheni ya kijeshi, ikiwa ni sehemu ya vikosi kujiweka katika hali ya utayari, ambapo Traore kama mkuu wa nchi na amri jeshi mkuu alitakiwa kwenda kuweka mfano wa moja ya silaha ya mlipuko huko uwandani. Kwa umahiri wa walinzi hao na wasaliti, hakika Ibrahim Traore ilikuwa siku yake ya mwisho duniani, na zile ndoto za kuivusha Burkina Faso kwenda nchi ya ahadi zilikuwa zikielekea ukingoni. Kilichomwokoa siku hiyo ni mabadiliko aliyoyafanya dakika za mwisho kwenye ratiba yake ya kuhudhuria mazoezi hayo ya kijeshi, ambapo aliamua kugaili na kuahirisha ratiba yake ya kuhudhuria mazoezi hayo ya kijeshi, huku akielekeza kuwa atawajulisha waandaaji siku nyingine atakayopanga kuungana nao kushiriki zoezi hilo la medani. Na hiyo ilikuwa ni baada ya walinzi wake waaminifu, tena wenye vyeo vya chini kabisa, kumng'ata sikio Traore kuhusu hatihati ya uhai wake endapo angehudhuria mazoezi hayo ya kijeshi. Sekeseke hilo halikuacha salama walinzi wake, hasa waliopanga usaliti huo. Traore aliwafuta kazi mafezuri na wauaji hao na kuvunja kurugenzi yote ya ulinzi na kuagiza vijana wengine watafutwe wafanyiwe mchujo, ndipo ajitwalie walinzi wengine wapya na waaminifu kwake ili ajihakikishie usalama wa maisha yake popote atakapokuwa. Baada ya jaribio hilo kufeli, ndipo likatengenezwa tena jaribio lingine na lililopangwa kutekelezwa katika mji mkuu wa Burkina Faso wa Wagadugu, na hiyo ilikuwa mwanzoni mwa mwaka 24. Jaribio hili likapewa jina la mji wa vita kutokana na kwamba lilipangwa kutekelezwa katikati mwa mji mkuu wa Burkina Faso. Watesi na wapinzani wake mara hii walibadili mbinu na kuratibu na kuandaa maandamano yasiyo ya halali na yasiyo na kibali, huku wakiwashawishi vijana wa Generation Z kwa hongo za visenti na ahadi kemkem za baadaye. Maandamano hayo makubwa yalipangwa
yaje kugeuka kuwa machafuko makubwa, na ndani ya maandamano hayo waliwekwa wauaji, ili hali umbali kadhaa wa majengo makubwa na magorofa marefu wakiwekwa wadunguaji, yani snipers, kwa ajili ya kumuua Kamanda Traore. Mpango wao ulikuwa endapo Rais Traore atokezee kwenye maandamano hayo, kama alivyokuwa akijitokeza katika maandamano mengi kwa ajili ya kuwatuliza wananchi, basi apigwe risasi hadharani, na tayari walikuwa wameweka sawa bunduki zao, na wauaji hao wakajichanganya na umati wa halaiki ya waandamanaji waliokuwepo. Kamanda Traore akanusurika tena katika jaribio hili baada ya walinzi wake wa kitengo cha udunguaji, yani snipers, kuwanasa wauaji hao kabla hata hawajatekeleza azma yao hiyo ya kumuua. Mji mkuu wa Wagadugu ulikuwa katika hali tete na taharuki ikitanda, na sasa hapakuwa ni sehemu salama tena kwa Traore. Kila kukicha ikawa ni mipango ya yeye auawe, huku naye akitumia intelijensia yake ya hali ya juu kunusa hatari, na zaidi akiokolewa na haiba yake ya kukubalika na wananchi, hivyo kupewa taarifa ya nini kibaya kinaandaliwa dhidi yake na akina nani ndio wanaohusika. Haikuwa rais kwa Traore. Wapinzani wake tena wakaandaa mpango mwingine tena wa kumpoteza katika ardhi ya Burkina Faso, na jaribio hili likapewa jina la kimbunga cha mauaji, ambapo magaidi walipanga kumvizia na kumuua wakati akizungumza na wananchi wa Burkina Faso. Mwanaume akaponea chupuchupu tena katika jaribio hili, na hii ni baada ya mipango ya wapinzani hao kujulikana mapema zaidi kutokana na watu waliokuwa wamewashirikisha katika mpango huo kuwasaliti, na kisha kuzituma taarifa hizo kwa walinzi wa Traore, na kisha watuhumiwa hao wakakamatwa bila kutimiza azma yao hiyo ya kumuua Kamanda Traore. Hatimaye jaribio hilo nalo likashindikana, lakini wapinzani wake na maadui zake hawakutaka kumpa muda wa kupumzika Traore, hivyo kumfanya aishi kwa mashaka, ingawa jeshi na serikali yake yote ipo katika himaya yake, na inatajwa kuwa kila siku na kila wiki wauaji hao walikuwa wanakutana kusuka mipango yao vyema, ili hali wakiamini ipo siku Captain Traore atakuja kuingia kwenye 18 zao, ndipo watakapofanya karamu baada ya kumuua, kwani wanaamini Kamanda Traore hana sifa za kuiongoza Burkina Faso. Ulipofika mwezi Aprili mwaka 24, maadui zake Traore wakaandaa mpango mwingine tena wa kumuua. Mara hii wakaamua kumtumia muuaji wa masafa marefu, mdunguaji, yani sniper, ambaye aliahidiwa kiasi kikubwa cha pesa kama atafanikiwa kumuua Kamanda Traore. Pesa hizo zikidaiwa kuingizwa kinyemera nchini Burkina Faso, zikitokea mataifa ya Magharibi ikiwemo Ufaransa, ambayo inadaiwa kukasilishwa na msimamo wa uongozi wa Traore, hasa baada ya kuwafukuza wanajeshi wa Ufaransa nchini Burkina Faso na kuvunja uhusiano kati ya Ufaransa na Burkina Faso uliodumu kwa zaidi ya miongo mitano, huku akifungua milango ya diplomasia na nchi ya Urusi, nchi ambayo ni adui wa Ufaransa. Sniper huyo alipewa kazi ya kumuua, lakini alipaswa kumuua Kamanda Traore akiwa katika makazi yake, na ndipo sniper huyo alipoamua kusogelea kwa ukaribu zaidi jengo hilo la makazi ya Traore ili aweze kupata shabaha kwa kutumia silaha yake yenye uwezo wa kudungua umbali wa zaidi ya kilomita 1. Alianza kazi hiyo jioni, hata ikafika asubuhi wala hakufanikiwa kumuona Traore. Ikawa mchana na hata usiku uliofuata akikodoa macho yake, wala hayakufanikiwa kumuona Traore wala kusikia mlio wa gari lake akitoka ama kuingia ikulu. Siku ya pili, bila kutarajia, akiwa ametulia na mavazi yake yaliyofanana na majani ya miti, huku silaha yake ikiwa tayari kufyatua, ndipo wanajeshi wa jeshi la Burkina Faso walipomvamia na kumkamata, na kisha haikujulikana ni wapi alipelekwa mdunguaji huyo wa masafa marefu. Hilo nalo likapita, lakini kabla ya siku 30 kupita,
maadui zake tena wakakaa msituni na kutengeneza mpango mwingine tena wa kumuua Kamanda Traore, ambapo walikubaliana kumuua Traore kwa kupandikiza bomu kwenye msafara wake, na walitaka kutekeleza kwa kupandikiza bomu kwenye msafara wake muda mchache kabla hajawasili katika mkusanyiko ama mkutano wowote ambao utakuwa umepangwa ambao Traore atahudhuria. Walipohakikisha kila kitu kipo sawa, walimlaghai mmoja wa wanajeshi wa doria na utambuzi waliokuwa wanahusika katika msafara huo ili atege bomu hilo, lengo likiwa ni muda ukifika bomu hilo lilipuke, na kati ya watu watakaouliwa na bomu hilo Traore awe sehemu ya hao. Yaani hawakujali ni idadi ya watu wangapi watakufa, bali walichotaka ni kumuona Traore akiwa amekufa, na hapo ndipo furaha na faraja itakuwa kwao, kwani waliamini na wanaendelea kuamini kuwa Traore ndio chanzo cha kuharibu mipango yao ya kuuza rasilimali za taifa hilo na kuwafanya warudi kwenye maisha ya kimaskini zaidi, tofauti na mwanzo ambapo walikuwa wanaishi vizuri wakila na kusaza. Lakini alipoingia Kamanda Traore madarakani, hayo yote waliokuwa wakiyafanya yamebaki kuwa historia. Ni kweli walifanikiwa kulitega bomu hilo katika msafara wa Traore, lakini maajabu ya Mungu, licha ya jitihada zao zote hizo walizofanya, bomu hilo wala halikulipuka, lilibaki kama walivyokuwa wamelitega, na Kamanda Traore akaendelea kuwa mzima wa afya. Miezi mitatu ikapita, maadui zake wakiwa hajafanya chochote, lakini walikuwa wakijaribu kuangalia ni wapi wanaweza kumwangamiza Traore, kwa kuwa majaribio yao yote yalikuwa yakigonga mwamba na wao kuishia mikononi mwa jeshi la Burkina Faso. Baada ya vikao vya siku 7 mfululizo, ndipo wakafanya maamuzi ya kutekeleza jaribio lingine tena la kumuua Traore, lakini mara hii kwa njia ya mapinduzi, yaani wampindue Traore na wao washike hatamu ya madaraka. Jaribio lao wakiwatumia baadhi ya wanajeshi, na hapa pesa ndiyo iliyokuwa inaongea. Kiasi kikubwa cha pesa kiliwekwa mezani ambacho idadi yake haikujulikana. Wanajeshi hao waliahidiwa kupewa nafasi za juu zaidi za jeshi na marupurupu mengine kama watafanikiwa kumpindua Traore. Mipango ikapangwa na ikapangika. Wanaume wakaingia kazini kuanza mipango yao, lakini hayo yote ilikuwa ni kazi bure, kwani wakati wakifanya mipango hiyo, kuna mmoja wa wanajeshi aliwasaliti na kutoa taarifa zote juu ya uwepo wa mapinduzi hayo, na kisha wanajeshi hao wakakamatwa na kupelekwa katika jela za kijeshi, na mapinduzi hayo yakaishia hapo. Ukimya ukatawala. Miji yote ilionekana kuwa salama, hata shughuli zingine zilikuwa zikiendelea kama kawaida katika maeneo yote ya nchi ya Burkina Faso. Lakini kwa maadui wa Traore ilikuwa ni muda wa kutengeneza jaribio lingine tena ili kumuua kabisa Traore. Ikawa mwezi Desemba mwaka 2024 wakapanga tena kumuua Kamanda Traore kwa kutumia bunduki, ambapo walimpa kazi hiyo mtu mmoja, huku ahadi yao ni ile ile: akifanikiwa kumuua basi atapewa cheo cha juu zaidi jeshini na pesa za kutosha. Mwanaume huyo alijitwika jukumu la kumuua Kamanda Traore, jukumu ambalo liliwashinda wanajeshi kibao na watu wengi. Siku hiyo alichukua bunduki yake na kuiweka kwenye begi na kuonekana kama amebebelea gitaa wanazotumia wanamuziki, akiwa na barua feki ya kukaribishwa ikulu ya Kosiam kuonana na Kamanda Traore. Ndipo akalisogelea lango la ikulu na kuonesha barua ile, ambapo walinzi walimruhusu apite ili akakaguliwe ili mambo mengine yaweze kuendelea. Mtu huyo kabla hata hajalifikia eneo la ukaguzi, aliwatazama watu waliokuwepo, akahisi kama anawamudu. Aliwaona ni wachache, ndipo akachukua jukumu la kutoa bunduki yake na kumlenga mmoja wao, huku akimtishia kumuua endapo akileta ubishi. Ndipo akajaribu kuvunja lango la ikulu
ili apite, na hazikupita hata sekunde 10, wanajeshi ambao hawakujulikana ni wapi walikotokea walimkamata na kumpeleka sehemu ambayo haikujulikana hadi wa leo. Wataalamu wa masuala ya kiintelijensia wanasema mbinu na akili nyingi za kijeshi alizonazo Traore ndizo zinampa jeuri na kiburi. Ndiyo maana majaribio mengi kwa ajili ya kumuua Traore huwa anayakwepa kwa urahisi zaidi. Majaribio yote 19 ameyakwepa, lakini swali linabaki pale pale. Je, kwa majaribio yajayo yanayopangwa dhidi ya rais wa Jamhuri ya Watu wa Burkina Faso, Kamanda Ibrahim Traore, Pasaka hii na sikukuu ya Eid al-Fitr ya mwaka huu, ataiona akiwa hai, majeruhi ama mauti? Tukutane tena katika sehemu ijayo, sehemu ya 4, ambapo tutaangazia ni kwa nini Traore yu hai hadi hivi sasa licha ya majaribio mengi kutekelezwa dhidi yake. Jina langu ni Castle Elias.